Karibu kwenye video namba 2 ya mafunzo yetu ya Adobe Photoshop, na tutaenda kuangalia jinsi ya kuweza kuanza kuandaa workspace kwenye programu yetu ya Adobe Illustrator. Tunapozungumzia workspace tunazungumzia kwamba ni vitu vyote ambavyo vinahusika kwenye programu ya Adobe Illustrator baada ya kuifungua. Hapa tutakuja kwenye Adobe Illustrator hapa icon, tutaklik na kisha itatupeleka moja kwa moja kwenye canvas yetu, kama kwenye workspace yetu kama hivi inavyoonekana. Ninapozungumzia workspace na maanisha kwamba hivi details zote ambazo unaziona hapa kwenye programu yako ya Adobe Photoshop hizi zote tunaziita kwamba tunaita ndo workspace, kwamba kila kitu ambacho kinahusika. Na kumbuka vitu vitatu muhimu zaidi: toolbar, canvas pamoja na panel bar au panel tu ya huku kulia kwako. Lakini pia kitu kingine cha 4 cha msingi ni hii huku menu bar kama unavyoonekana hapo. Kwa hiyo katika video hii tutaenda kuangalia jinsi ya kuweza kucustomize workspace yetu na kuifanya the way tunavyotaka sisi. Kumbuka, ninapozungumzia workspace, kwa mfano kama hapa tunaona tuna detail huku upande wa tuanze hapa upande wa toolbar. Naweza kuiselect, naweza kuja hapa nika double click na kisha kwanza click hii hapa icon ambacho kinaonekana kama viwili. Manake hapa kumbuka kwamba workspace yetu ipo katika muundo kama huu hapa ambao unaonekana ukiwa ni roll moja, kwamba tools zote zimejipanga kwenye mstari mmoja. Ukiklik hiki button na new zako zitakaa sehemu mbili kama hivi, upande huu na upande huu tools zako. Kwa hiyo hapa una option ya kuweza kuangalia huku juu. Pia kuna option hii huku ya tools ya menu bar, lakini hapa unaweza kuondoa. Kwa mfano unaweza kuselect hii color ukaselect ukaileta huku, unaweza kuselect hii swatch ukaiselect na ukaileta hapa, ukafanya the same kwa hivi na new zote kama hivi, ukazitoa na ukazileta kama hapa hivi inavyoonekana hivi, ukazileta hivi kama hivi. Zaidi hizi hapa property whatever zote hizi una uwezo wa kuzitoa na kuziweka huku upande wa pili kama hivi inavyoonekana hapa, ili mradi kuwe empty kabisa. Kwa hiyo utaenda utaziweka kama hapa. Hapa chini kuna layer ambazo zilikuwa kwa chini, nalo unaweza kuzisogeza kama huku, layers, channels pamoja na passive vyote unaweza kuvileta kama hivi vinavyoonekana. Lakini pia una option hapa ukaja ukaziondoa kabisa hapa, ukazikata kama hivi. Ninavyofanya mimi, naweza kuja nikazikata kabisa kama hivi, nikakata zote hizi kama hivi inavyoonekana hapo. Kwa hiyo nitakuja hapo kama hii hapa, nitakuja nitaikata, nitaselect hii hapa, nitakata kama hivi. Nitakata zote namna hii. Baada ya hapo unaweza kwenda tena kwenye window, kisha nikaenda workspace na nikaja hapa reset essential kama hivi, kisha workspace yangu ikarudi kama ilivyokuwa mwanzo namna hii. Hii hapa ni workspace ambayo ipo automatic tayari imewekwa na program, lakini sisi tuna uwezo wa kutengeneza workspace yetu nyingine na ikawa na muonekano ambao tunauhitaji sisi. Kwa mfano hapa ukija hivi unaweza kuselect hii color ukaweka kama hapa, kwa kuwa uitaki ukaikata kuiondoa. Lakini pia ukaja labda swatches uitaki, nayo unaweza kuselect uikate uondoe. Na hapa pia gradient kama uitaki na unaweza kukata, na hapa unaweza kuselect ukakata pia ukaondoa. Kumbuka workspace kazi yake kubwa ni kuweka vile vitu ambavyo unahitaji kuvitumia kwa matumizi yako muda au kwa wakati fulani. Kwa mfano kuna baadhi ya vitu hapo inawezekana vikawepo lakini hauvitumii. Mfano library mimi siitumii, labda nitaondoa. Nitakuja hii property kama siitumii pia naweza kuondoa au nikaiacha, whatever mwenyewe ninavyotaji. Ukihitaji kuiacha unaweza kuselect na kuja kuiweka tena kama hivyo. Lakini kumbuka kuna hivi hapa vya icon kama hiki hapa icon cha comment kama hivi, unaweza nacho ukaja ukaselect ukakiweka kama hapa na ukaja ukakikata namna hii. Lakini pia kuna option hii hapa ya history, na unaweza kuiselect ukaikata kama huhitaji kuitumia. Lakini pia unaweza kuja hapa adjustment layer. Ngoja tuziondoe kwanza, halafu tuone vitu gani tutaviweka kwenye canvas yetu. Tutavikata vyote kama hivi inavyoonekana. Hapa nitabakisha channel, layer, channel pamoja na pass kama hivi. Naweza kuselect hapa ili mradi ziwe ndogo ndogo zionekane kwa huku, lakini pia naweza kuselect ili mradi zirudi tena kama zinavyoonekana. Kumbuka kwamba kuna menu bar huku juu. Kwa hiyo kwenye menu bar njoo kwenye window, kisha kuna option ya vitu vingi hapa ambavyo unavihitaji kuvitumia. Kwa mfano kuna cha kwanza ipi ni action, unaweza kuselect kama unahitaji uitumie na kisha ukaja kukiweka kama hapa. Mara nyingi huwa zinakuja mbili. Inawezekana hii hapa kama uitaki basi unaweza kuiselect ukaiondoa pamoja na action hii hapo, ukaikata ukaacha action peke yake. Action ni kwamba hiki hapa action tutaenda kuona huko mbele ziwe tunavyotumia. Action tunasema kwamba ni kile kitu ambacho kinatumika kuweza kurekodia
taarifa mbalimbali ambazo unazifanya. Kwa mfano unafanya kitu tunaita kama retouching au retouching. Tuchukulie kwanza mfano kwamba unaifanyia picha yako retouching au una edit picha yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unawasha recording action, ili mradi kila hatua unaoifanya kwenye kufanya ile retouching process zile inakuwa recorded. Kwa hiyo baadaye ukija kuingiza picha nyingine au kitu kingine unataka uedit ambacho kinafanana na kile, inakuwa unaingiza tu, afu then una click action, inakuwa moja kwa moja program inaweza kufuata zile process ulizozifuata wewe awali kuweza kuifanyia ile picha husika na kuweza kuifanyia retouching au editing ambayo unaihitaji. Kwa hiyo tutaenda kuona huko mbele the way inavyokuwa. Kwa hiyo kama nahitaji hii action naweza kuselect na kisha nikaja kuiweka kama hapa. Ukiweka kama hapa maana yake icon ndio itakaa hapa. Kuselect itakuwa kama sio icon, ngoja niondoe kwanza kama hivi. Itaondoka yote. Ukitaka kuirudisha wewe njoo tu hapa select na unakuja kuiweka kama hapa hivi, unakuwa imekaa. Au unaweza kuirudisha kwa chini kidogo ukaiweka kama hapo namna hiyo. Lakini pia una option hivi ukiselect hapo ukaenda uka close, pia hapo uka close kama hivi, ikaondoka na ikabakia hii hapa peke yake kama hivi inavyoonekana. Ukiona kitu chochote hakipo sawa, njoo kwenye window, nenda workspace, kisha reset essentials kama hivi inavyoonekana. Workspace yako itarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kama kitu hapa uhitaji basi unaweza kukiondoa, lakini sisi kuna kitu hapa, ngoja nifanye tutengeneze nani yetu, ambapo hatua ya kwanza ngoja niondoe hizi kama hivi. Lakini pia nitakuja kuondoa na hii hapa comments nitaondoa, kisha nitakuja kwenye window na hii library pia ngoja niondoe hapa, sihitaji kuitumia, nayo nitaiondoa kama hivi na nitabakia na hii hapa swatches gradient kama hivi hapa itabaki. Au hii hapa pia ngoja niondoe namna hii, nitaiondoa na hii hapa pia naweza kuja kuselect nikaiondoa na nikabakisha channel layer, channel pamoja na pass kama hivi inavyoonekana. Nitakuja kwenye window tena, kisha nitakuja labda nataka hapa kaba color nataka iwepo, naweza kuiselect labda color nataka iwepo, color hii hapa nitaiselect, itakuja kukaa kama hapa. Kwa unaweza kuiselect nikaja kuiweka kama hapa kwa chini, au nikaweza mbele hapa, au nikaja kuiweka kwa chini huku, au naweza kuselect nikaja kuiweka kama hapo. Ukiweka kama huku pembeni kuna mstari wa blue unauona, itakuja kujiweka kama hivi inavyoonekana, na kitu ambacho iko sisi hatufanyaje, hatukihitaji. Kwa hiyo unaweza kuiselect hapo ukaiondoa, kisha hapo ukaja kuselect na ukaja kuweka, au unaweza kuselect hiki option kikala chao kikaja kuwa kama hivi, na kisha ukaselect na ukaja kuweka kama hapa, ili mradi kiwe icon kidogo kama hiki ambacho ukiselect kitatoka kama hivi, ukiselect kitajificha namna hiyo. Lakini pia unaweza kuja kuangalia kitu kingine hapa. Kwa mfano hapa ukaja kuangalia labda tunataka tuweke kitu kingine hapa, ngoja niangalie option labda swatches, unaweza kuselect sija nini. Kwa hiyo utakuja hapa nitakuja kwenye swatches kama hapa, nitakliki, kisha naweza kuja kuselect kiki icon na kisha nikaselect nikaja kuweka kama hapa hivi namna hii inavyoonekana. Lakini pia na option zingine zaidi, naweza kuja kuangalia kitu kingine labda gradient na ihitaji, naweza pia ka select na pia nikaja kuselect nikaweka kama hapa, ikakaa kama hivi inavyoonekana. Hata baadaye nikishaweka kama hivi inakuwa canvas yangu haina vitu vingi, na huku naweza kuselect nikaiweka iwe icon ziwe mbili tu kama hivi zinavyoonekana. Kwa hiyo baadaye hata nikija kumodify hapa inakuwa ni simple kabisa kuweza kuanza kufanya modification yangu. Kwa mfano naweza kuja hapa, nenda window, nenda window, nenda huku icon ya juu kabisa, select, nenda workspace, kisha save new hapa, new workspace, click na utaandika jina. Kwa mfano hapa naweza kuandika labda jina la workspace yangu, nikaandika mafunzo kama hivi inavyoonekana hapa. Kwa hiyo inakuwa ni simple kama hivyo. Nani nyingine ambayo tutaenda kuangalia sorry nitaandika mafunzo, kisha huku panel allocation will be saved in this workspace, keyboard shortcut na menus and the toolbar are option. Kwa hiyo kama umeseti tayari kuna option zako za shortcut, menu pamoja na toolbar, unaweza kuselect pia ukaweka kama hivi na kisha ukaweka checked kama hivi inavyoonekana, kisha ukapress okay. Tenda kuona hivi vyote namna tunavyoweza kuvitumia, kisha ukapress save.
Baada ya hapo workspace yako itakuwa inaonekana kama hivi. Kwa hiyo hata baadaye ukija ukiondoa kama hivi hapa, ukaikata, ukaja kuondoa hizi zote hizi ukaviweka kama hivi, unaweza kuondoa kabisa au ukaweka whatever wewe mwenyewe unavyotaka kama hivi, ukaselect ukaondoa kabisa kama hivi. Kama hivi. Kisha hapo hata ukikata kabisa kama hivi, unaweza kukata kama hivi. Kisha baadaye unaweza kurudi tena ukaja kurekebisha. Kwa mfano hapa ukija kwenye window, kisha ukienda workspace, kisha workspace yetu hii hapa inaonekana mafunzo, kisha ukienda reset mafunzo, workspace yako itarudi kama zamani the way ilivyokuwa ikiwa namna hii. Lakini hatua inayofuata tutaenda kuangalia namna ya kuweza kuseti vipimo. Njoo kwenye file hapa, unaweza kwenda kwenye file. Kumbuka kwamba Adobe Illustrator ni program ambayo tulisema kwamba ukiweka vipimo, yani hata usipokuwa na vipimo vyako specific kwa kitu ambacho ukijui, inakuwa na option ya kuweza tu kuweka nani yoyote, canvas nani whiteboard au canvas ya aina yoyote, kisha ukaifanyia kazi na baadaye ukaifanyia marekebisho. Lakini Adobe Illustrator Photoshop ni tofauti kidogo. Kumbuka kama unataka udesign kitu chochote, iwe business card, iwe nini, lazima au kitu chochote kile ambacho kitakuwa printed au itakuwa kwenye screen, lazima kiwe na vipimo ambavyo ni specific, kwa sababu ukishatengeneza baadaye hauna option tena ya kuweza kuedit canvas yako. Kwa hiyo kitu kama hiko naomba tukiweke akilini. Sasa baada ya hapo tutaenda kwenye file, kisha tutaenda kwenye new, kisha hapa itatokea option ya new document kama hapa. Hapa ni sehemu ambapo tunaweza kutengeneza document yetu na tuifanye the way inavyokuwa. Hapa ni recent. Kama umeshawahi kufanya design zote ndio zitakaa kama hapa, lakini pia hapa kuna saved, kama umesave itakuwa hapa. Hapa ni photo, kama ni photo size kama hivi, Photoshop size, landscape na vitu vingine, art and illustration, print, mobile na vitu vingine. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hatua kwa hatua namna the way tutavyofanya. Sasa unachotakiwa kufanya hapa, nadhani nenda kwenye, kwa hiyo utakuja kuangalia, lakini hapa kwanza ukitaka kuvipima vizuri unaweza kwenda hapa kwenye recent. Wewe hapa kwenye recent inawezekana usikute kitu, kwa unaweza kuja hapa kwenye photo au kaja whatever, kisha ukaletewa option kama hii. Hapa juu ni preset detail, ambapo kwenye preset detail utaandika jina husika. Kwa mfano hapa unaweza kuandika jina la hiyo project ambayo unaifanya. Kwa mfano hapo mimi nitaandika mafunzo, lakini hapa kuna width. Width tunazungumzia upana wa canvas yako, ambapo hapa kuna unaweza kuweka inchi, pixels, meter, whatever wewe mwenyewe unavyotaka. Huku kuna aina ya vipimo, unaona pixels. Just hapa ngoja tuchague pixels kama hivi, kisha huku tuweke pixels 1000 huu ni upana, pixels 1920 kama hivi, na huko chini tutaweka pixels 1080. Kumbuka huu hapa ni urefu. Upana ni kutoka kushoto kwenda kulia na urefu ni kutoka chini kwenda juu. Baada ya hapo tutachagua canvas yetu itakuwa katika mfumo huu hapa ambao kama landscape. Orientation maana yake kwamba unataka canvas yako iwe vipi, kwamba urefu uwe mkubwa kuliko upana au upana uwe mkubwa kuliko urefu. Kwa hiyo tunapozungumzia landscape kama hii hapa, kwamba upana unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko urefu, kama hapa tunavyoona kwamba upana tumeweka 1920 na urefu tumeweka 1080. Na tunapozungumzia urefu ni kwamba hii hapa urefu ni mkubwa kuliko upana, hiyo tunaita portrait, ambayo kwamba chini sorry, tunapozungumzia kwamba chini urefu kutoka chini kwenda juu kunakuwa ni kikubwa zaidi kuliko kutoka kushoto kwenda kulia, ambao ni upana. Kwa hiyo sisi hapa tutachagua landscape. Hii artboard achana nayo kwa kuwa haitumiki sana, lakini pia kuna kitu tunaita resolution. Kwa hiyo hapa ni resolution, ambayo resolution tumeweka 300. Tunapozungumzia na hiyo resolution 300, kwamba kwa mfano umedesign document yako, kisha ile document unataka ukaiprint au whatever, labda unataka ukaiprint ile document yako. Kwa hiyo resolution tunasema kwamba ni ile hali ya kuweka ubora wa canvas yako. Kwa mfano ukiweka hapa labda resolution ni ppi, hii hapa zinaitwa ppi resolution. Ukiweka kwa mfano resolution ppi 72, itakuwa ubora wake ni mdogo ukifananisha na ppi 300. Sasa naomba tuelewane kitu kimoja. PPI kama unataka utumie kwa ajili ya screen, yani kwa ajili ya kama kwenye website au kwenye nini, kama kwa ajili ya matumizi ya mitandaoni, na maanisha
basi nakushauri weka PPI 72. Lakini kama unataka uprinti, basi hakikisha PPI unaweka 150 au 300, inakuwa ni mzuri zaidi, na hapa utaweka 72 kama hivi. Kwa mfano mimi hapa nitashusha kama hapa PPI yao nitashusha, nitaweka 72 kama hivi, kwa kuwa natumia mtandaoni tu, sitaki kuprint. Lakini kama unataka uprinti, basi weka 300. Pia color mode. Hapa kwenye inaniu vipimo, hakikisha unaweka hizi hapa pixels au inch, inakuwa ni best zaidi, by default inakuwa ni mzuri. Lakini pia hapa kwenye color mode hapa RGB, hakikisha unaweka RGB hiyo color ambayo hii hapa RGB color. Ukiklik kuna option nyingi, kuna CMYK color ambayo inatumika kama unataka uprint document yako, basi select CMYK color. Lakini kama unataka utumie tu mtandaoni, basi tumia RGB color. Kwa sasa ngoja nikuelezeni hizo mbili tu. Lakini pia huku utaacha bit 80. Kwa bit 80 mara nyingi sana ni mzuri sana, inaweza kutumika kwa ajili ya zile resolution, kwa ajili ya nini, document ambazo zinatumika kwa ajili ya mambo ya mtandaoni au kwenye screen. Kama kwenye website, application, whatever, inakuwa ni mzuri zaidi. Lakini pia hata kwenye print unaweza kutumia hii. Background utaacha white kama kawaida. Lakini pia huku hakikisha color profile achia hii working RGB sRGB, na inakuwa inafanya vizuri. Kwa hiyo utakuwa unaacha hizi, kisha utakuja huku chini utaklik create kwa ajili ya kuweza kucreate document yako kama hivi. Click document yetu itakuwa tayari imetengenezwa na itakuwa inaonekana kama hivi inavyoonekana. Lakini ukishatengeneza document yako, ukija huku chini kabisa kuna kitu kingine ambacho tunaita status bar. Tunapozungumzia status bar, hapa kwenye status bar kuna ukubwa. Kwa mfano kama hii hapa document yetu ni 100%, lakini hapa inaonyeshwa 66.7. Ukibonyeza control 1, basi itakuja 100% kama hivi inavyoonekana. Ukibonyeza control 0, basi itakuwa inaweza kufit kwenye canvas yako tu kama hivi ilivyo fit. Kwa hiyo hapa unaweza kuselect 100% na ukaandika. Kwa mfano unaweza kuandika 30%, canvas yako itapungua na kufikia 30%. Hapa kuna kitu tunaita none, kwamba hii hapa inachoonekana hii document yetu status bar, kwamba inakuelezea kwamba document yako ina ukubwa gani au canvas yako ina ukubwa gani na detail gani. Kama hapa inatuonyesha kwamba upana ni 1920 pixels na urefu ni 1080 pixels, PPI 72 kama tu hizo zijaza kule. Lakini pia una option nyingine, unaweza kuklik hapa ikaja option zingine kama hivi na ukaangalia. Kwa mfano hapa ukaangalia labda layer count, kwamba je, document yangu ina layer ngapi? Kama hapa ikwambia layer moja tu, kwamba hapa kuna layer moja tu. Tukija kwa mfano hapa nikiongeza layer, utakuta hapa inajiandika tena kuna layer 2 kama hivi. Nikija nikiifuta, utakuta inabaki layer moja. Hizi sikuchanganye, tutaenda kuangalia kwenye video zinazofuata hivi vyote kuhusu mambo ya layers. Hapa pia nitakuja naweza kuselect tena kuselect nikaangalia vitu vingine kama save progress, current tool, efficiency, sketch size na vitu vingine. Hivi vyote unaweza kukliki na ukaangalia hapa. Baada ya hapo utarudi hapa kwenye document dimension kama hivi, kama ilivyokuwa mwanzo. Katika video hii tutaishia hapa. Kwa hiyo fanya practice. Kwenye video inayokuja tutaenda kuanza kuangalia matumizi ya tools mbalimbali na vitu vingine kwenye programu yetu. Asante na nikutakia wakati mwema. Tukutane kwenye video namba 3 ambayo tutaenda kuanza kuangalia namna ya kuweza kuanza kutumia tools na vitu vingine kwenye programu yetu ya Adobe Illustrator. Asante na kwaheri. Fanya practice. Pale unapokwama hakikisha unauliza.